tuseme ukweli. Mali imefika sahi kumaride Mkenya ni sawa na kujenga SGR mtu wangu. Juu zote unahitaji funding from China. Ushaenda kulipa mahari mtu wangu kajiuliza, nani kwani nimepewa interest rates za banks ama ni nini? Usipanic. Tuko na good news. Round hii mtu wangu ukienda kulipa mahari mali kuwa mjanjez. Ndio elewe nasema nini? Here is two sides of the cow. Wazazi. Habari. Umekuja? Tumekuja. Vizuri sana. Umefanya vizuri. Very good. Tumeleta kijana. Asante sana. Sasa vijana, mtakiwa mtambue kwamba unajua iko vitu kadha wa kadha mwanaume anafaa kuwa amejipanga nazo ili kuonesha kwamba ako tayari kuanzisha familia. Na sisi tulikuwa tunataka tujue umejipanga sawa sawa. Sasa tulikuwa tunauliza uko na gari? Wacha hata gari bwana. Niko na vehicles, political vehicles za kurun kura za 2017 bwana. Uko na kazi? Baba sijui nini unataka ni ringi. Sijui hao. Mtujui bwana. Hizi ni ma celebrity bwana. Mimi ni celebrity. Cleopas Malala mwenyewe huyu hapa kule news. Kwa hivyo wewe ndio ule jamaa unajuana na ule anga wa bawa. Mnajuana? Ndio. Wacha hata kujuana. Nani unafikiri nani anamletea anga hizo mazuti? Hata amekaza na bila kukuchia. Mtu huyu. Vizuri basi. Haya wazazi wako je? Papa yangu si ndio alianzisha huko fulani maumau bwana. Amu mjoi aje. Mamau. Wewe ni veteran? Ule ndani. Exactly. Kwenu nini wasito mko na kionga? Usitie shaka, wacha koja kwanza hata mama yangu. NTSA damu. Yeye ndio anahakikisha papa yangu alewi. Na akileo aendeshi shughuli za jamii za familia. Very good. Yes. Sasa vijana mtafanya hivi. Unajua kama wazee lazima tuongee sasa, mtatoka nje kidogo tuzungumze alafu tutawaita sawa. Sawa heshima. Brother. Hapa umekawia lakini. Hapa unamaliza shughuli. Nilikwambia, msichana yetu nasema itatupatilia maisha free kwa hapa. Mimi nakwambia bana hapo umeangukia bana. Hiyo ni jackpot kabisa. Jackpot bana. Sasa hata wacha waende wakuje tutalipia hadi vile tunaonanga hiyo kipindi. Mimi nakwambia hapa tumeangukia ng'ombe bana ambayo imenona bana. Hata tukishindwa kukamua tutanyonya tu bana. Unajua hii ndio unasema unaanguka na umelala hadi kwa mtaro. Kabisa bana. Kabisa. Kabisa bana. Vijana. Sasa sisi tumekaa chini kama wazee na tumeonelea kwamba kitu cha kwanza tunahitaji ng'ombe 20 za grade. Ng'ombe 20 za grade. Ukipiga hesabu ng'ombe moja inatoka 40,000. Sasa tukijaribu kupiga hesabu total ya ng'ombe zote inakuja 800,000. Sawa sawa? Haya, kitu cha pili unajua kwa kimila yetu lazima mbuzi kwe. Lazima mbuzi kwe. Na kwa sababu gani nasema hivi? Unajua msichana wetu huyu, msichana wetu huyu. Yes, kabebe bana. Amesoma bana. Mtoto amesoma mpaka amefika university, ako na degree bana. Ako na degree. Na sasa hapo tulikuwa tunaona tunataka mbuzi 40. Mbuzi ngapi? 40. Na tukiangalia mbuzi moja ni 10,000. Sasa hii hesabu yote inakuja pesa ngapi? Inakuja 400,000. Sawa sawa? Tumepatana hapo? Haya, tukimaliza hiyo tulikuwa tuna maneno ya mama. Ukiangalia hii hesabu yote total yote inakuja 1,765,000 only. Hapo utakuwa tumejeta for everything, na hapo utakuwa tumewapatia msichana free of charge. Mtachukua msichana muende naye bure tu hivyo, tutakuwa tumemaliza kila kitu. Tunafanya kila kitu bei rahisi kabisa. Yes. Vizuri. 1.7 million. Yes. Watau hapana. Ngoja kidogo. Brother, relax. Wase. Yes. Tupe dakika mbili tuzungumze. Vizuri bana. Vizuri tutuzo. Vizuri. Yes. Ongeeni kabisa, hata mkitaka muongeze bana tutakuwa tu hapa tu. Yes. Rudini bana, unajua kidogo sana kwa majadiliano. Yes. Mimi nikuongea? Yes, mmefanya vizuri, mmezungumza mkaongea vizuri. Mlizungumza tukawasikiliza, hivi sasa tunaomba tusikilize tu. Yes, we must negotiate. Kwa sababu wanaume ni kuongea.
kuongea hatuwezi kozana. Yeah, tuwezi kozana. Kwanza tukiona list kidogo tu hivi ya grievances. List kidogo. Mama kuja na receipt. Sauti haitaenzi. Toto mnasema alisoma hapo so. Alisoma. Ndio. Alipita hakupita. Alipita bana degree hapana. Exactly degree. Mnajua vile alipita KCSE. KCSE alipita kwa njia ya leakage. Aya, hakuna cha kutanganya. Ya, hakuna cha kutanganya na hizi vitu wote ndio tungi tu real. Hizi vitu si cheap, ni very expensive. Ya, karatasi moja 1500. Baby ukiangalia vizuri alikuwa anafanya 9 subjects na zote zilikuwa paper 1, paper 2, paper 3. So ukifanya 9 times 3 times 5000 unapata ngapi? 135,000. Si ndio? Mtoto alipita kupita, si ndio? Ndiposa alipita kaenda Kambas. Akona degree ana. Akona degree. Baka ya thermometer akona. Exactly. Ndio. Wakati tulipeleka mtoto kila mwaka wanafanyanga project na tuseme kidogo alikuanga tuseme lakini kidogo walikuwa napitana hivi na mtihani alikuwa anaanguka. Karatasi moja ya project unajua ilikuwa inafanya pesa ngapi? 50,000. Yeah, only times 4 miaka 4. Hiyo na 200,000. Yeah, mtu decrease si cheap. Decrease huko nje si cheap. Na makosa ilifanyika, mtoto pato alianguka. Je, upende kumwekelea pato alianguka ni ukweli So ikapaki ameingia cost zingine za hackers. Tulilipa, ilibaki tumelipa 120,000 ya hackers. Exactly 120,000 ya hackers ndio mtoto haiko kwa graduation list. Unaona? Tulimpandisha huko juu second class hapa. Mtoto alikuwa tuanze. Ilibaki tumemlipia nini? Na anafanya kazi hapa ni. Ako kwa ofisi au kwa ofisi? Ako kwa ofisi, si ndio? Ilibaki nimeongana 75,000. Ongo ndio mtoto ingia kwa ofisi. Kwa sababu transcript na results za shule hazipatani, si ndio? Ilibidi mtoto analipia ofisi, si ndio? 75,000 ndio mtoto ingia kwa ofisi. Ndio mtoto ingia kwa ofisi bwana, kwa sababu transcript na results zake za shule haziko zinaambatana. Kwa hivyo hii kazi ni nyeti sana. Sasa tumemalizana na hiyo. Mtoto anatunga atungi. Mtoto anavaa wewe na nakwambia Nairobi kuvaa sita fatali. So mtoto alikuja Nairobi, kitu ya kwanza aliweka kwa kichwa ni weave. Tuulize weave ni pesa ngapi? Moja ni 10,000. Acha nikuchaitie hapo. Weave amevaa kila mwezi for the last 5 years. 10 times 12 times 10,000 inakuja ngapi? Waambie tu kweli. Inakuja 600,000. Urembo karama private. Mtoto na sita fatali. Na hapa ngoja kidogo acha nikuulize tu kusema kweli. Tangi ya Manu ulisema ni lita ngapi? Msini bana. 50,000. 50,000 lita? Yes. Wachana na hiyo pepi anakunjwa kama Range Rover. Kila weekend rasa dunia hivi. hakuwa anakuja peke yake. Na hakuji peke yake. Weka 40,000 ya pepi, 10,000 ya vinyangarika alikuwa analeta kando, mazaidi chicks, ndio? Na sasa ukipiga 20,000, yeah, plus 10 times 10,000 ya vinyangarika for the last 5 years, na kila weekend inakuja pesa ngapi? Utunge tu real. Hiyo inakuja 1.2 million. 1.2 pekee rasa dunia. 1.2 million, very cheap. Sasa kuna hizi vitu rasa dunia zinafanyikanga Nairobi pekee. Mtoto anataka kwenda IMAX, mtoto anataka kukunywa kahawa, anataka facial, anataka manicure, anataka pedicure, anataka facial expression, hizo zote anataka kutibiwa pande zote. Mtoto anataka kwenda bridal shower, baby shower. Hata Nairobi kuna ingine tunaitanga instant shower. Hizo kwa miscellaneous activity na extracurricular activities tukiongeza inakuja. Ngoja tu tukukatie hapa million 500,000. Pesa kidogo peke yake. Unaona? Pesa tu kidogo na sasa kidogo tu brother. Hii pesa yote mkiangalia vizuri, total inakuja 3.945 million peke yake. Peke yake. Na kuna vitu hatujahesabu lakini hatutahesabu leo. Na tukiangalia ile pesa yenu yenye mlikuwa mnasema mnadai ndio tupe huyu mtoto, inakuja 1.765 million. Hivyo basi tunaonelea tutoe hii yenye ndugu yetu anadai mtoto na hiyo yenyu ambayo tutabaki na balance ya 2,180,000 peke yake. Hii pesa hatutadai. Tumezungumza pale nje, tumeona tusidai. Tutafanya hivi. Hii pesa chukueni. Pageni harusi. Mtu invite, sisi tutakuja tu tumuoe tuchukue, si ndio?
kwa sababu basically mimi kama best man na ndugu yangu hapa tutahitaji suti na nguo zingine na groom lazima kuwe kwa hii harusi, si ndio? Na mtulipie pia entourage na wapishi and everything. Yeah, tutashukuru sana. So nyi pagani siku na honeymoon. Pia honeymoon hiyo pesa ni mingi, mcrude honeymoon. Sawa. So tunaonelea mkishapanga harusi mtuite, si tutakuwa huko tukienda gym. Shukrani kwa kutupatia mtoto. Yeah. Sasa hakuna hatuzi hiyo hatuzi. Asante. It has been nice doing business with you.